jamii TASAF. Uchumi wa Tanzania umeonekana ukikua kwa kasi ya zaidi ya 7% katika kipindi cha miaka 10 iliyopita. Ukuaji huu umesababisha kuwepo kwa mwendelezo mzuri katika vita dhidi ya umasikini hapa nchini. Katika miaka ya hivi karibuni, takwimu zimeonyesha kwamba kiwango cha umasikini wa kaya kimepungua kwa kiasi kikubwa. Hii imetokana na mikakati ya serikali ya kukabiliana na tatizo hilo. Taasisi mojawapo ambayo imefanya kazi kubwa katika kutekeleza malengo ya serikali ya kupunguza umasikini wa kaya ni TASAF. Miongoni mwa miradi mikubwa inayotekelezwa na TASAF ni ile inayofadhiliwa na mfuko wa kusaidia maendeleo wa Umoja wa Nchi zinazotoa mafuta kwa wingi duniani, OPEC Fund. Miradi ya kuondoa umaskini inayofadhiliwa na OPEC inatekelezwa katika mikoa 5. Katika mikoa hii tunatekeleza miradi ya kuendeleza miundombinu, tunatekeleza miradi ya ajira za muda, lakini pia tunatekeleza miradi ya kukuza uchumi wa kaya na kuwekeza. Kupitia ufadhili huo, TASAF wamefanya kazi kubwa ya kubadili maisha ya watu kwa kuboresha huduma za afya na elimu katika wilaya za Bariadi na Meatu mkoani Simiyu. Hii ni zahanati ya mtaa wa Nyangaka iliyopo katika halmashauri ya mji wa Bariadi. Zahanati hii inahudumia watu wapatao 7,334 wanaoishi mtaani hapo na maeneo ya jirani. Kabla ya kuwepo kwa zahanati hii, wakazi wa Nyangaka walikuwa wakitembea umbali mrefu kufuata huduma za afya kwenye vijiji vya mbali, hali iliyohatarisha maisha yao. Leo hii kadhia hiyo imekuwa historia baada ya TASAF kwa kushirikiana na wakazi wa Nyangaka kuwezesha ujenzi wa zahanati. Zahanati hii ina vifaa vya kisasa na watoa huduma wenye juhudi na weledi. Hali hii imeboresha kwa kiasi kikubwa huduma za afya hapa Nyangaka. Zahanati imewezesha kupatikana kwa huduma muhimu kama vile kliniki kwa kina mama wajawazito, huduma ya kujifungua, chanjo kwa watoto na huduma nyingine za kawaida za afya. Huduma hizo zimepunguza kwa kiasi kikubwa vifo vya kina mama wajawazito, watoto na kupunguza magonjwa hatarishi kama malaria na mengineyo. Kwa muda mrefu wakazi wa mtaa wa Mbiti Sokoni katika halmashauri ya mji wa Bariadi walikuwa na changamoto kubwa ya kupata huduma za afya. Pamoja na kuwepo kwa zahanati mtaani hapo, huduma zilipatikana kwa muda maalum tu. Hii ilitokana na watumishi kutokuwa na makazi karibu na zahanati. Hii ilisababisha kukosekana kwa huduma baada ya muda wa kazi, hali iliyoweka maisha ya wakazi wa Mbiti katika hali ya hatari kwa kuwa hakukuwa na njia yoyote ya kumsaidia mgonjwa ambaye anahitaji huduma baada ya muda wa kazi, yaani jioni au usiku. Kwa kutambua tatizo hilo, TASAF kwa ufadhili wa OPEC Fund walijenga nyumba ambayo inatumika kama makazi ya watumishi wa zahanati ya Mbiti. Makazi hayo yamebadili kabisa mfumo wa utoaji huduma kwenye zahanati hiyo. Sasa wakazi wa Mbiti wanapata huduma muda wote wa siku bila kujali ni muda wa kazi au la. Kata yetu ya Mhango ambapo na zahanati ilipo ina mitaa 6 na ina population ya watu 14,518. Kwa mwaka tunatakiwa kuhudumia wakina mama wajawazito 866, lakini kwa mwezi ni wajawazito 90. Lakini pia tunatakiwa kuzalisha wakina mama kwa mwezi 72. Kipindi hicho chote wakati nyumba haipo, wakina mama waliweza kujifungulia majumbani, wengine kujifungulia barabarani, na wengine walichelewa kuanza kupata huduma ya kliniki. Wakianza kliniki labda umri wa mimba zaidi ya wiki zinazohitajika katika mwongozo wa serikali au Wizara ya Afya. Lakini kwa sasa wakina mama wanakuja kwa wakati, wanapata huduma kwa wakati katika umri wa mimba ambao unatakiwa. Mhudumu wa zahanati kuishi karibu na sehemu yake ya kazi inaweza kuwa tofauti kati ya uhai na kifo. Ushuhuda wa hili ni jinsi mama huyu alivyopata uchungu muda ambao hapo awali huduma zilikuwa hazitolewi kwenye zahanati ya Mbiti. Kwa hali hiyo, ingebidi asubiri mpaka siku ya pili ndipo ahudumiwe au apelekwe kwenye kituo cha afya
kilichopo mbali na mtaa wa Mbiti. Hii ingehatarisha maisha yake na ya mtoto, lakini kutokana na mtumishi wa zahanati hiyo kuishi katika eneo hilo, mama huyo aliweza kupokelewa na kuhudumiwa ipasavyo na hatimaye alijifungua mtoto wa kike mwenye afya njema. Kipindi cha nyuma pale wakina mama walikuwa wanajifungulia majumbani, lakini amekuja hapo kwa sababu ya ile nyumba ilipojengwa, maana yake sababu wanapata faida kubwa sana kwa sababu tunakuwepo nyumbani masaa yote, kituoni tupo masaa yote. Ndio maana mama amekuja kunigongea hiyo saa moja. Kwa hiyo uwepo wa nyumba hiyo iliyojengwa na TASAF imetusaidia sana pamoja na wakina mama kupata huduma kwa haraka kadiri wanavyohitaji. Mbali na makazi ya watumishi wa zahanati ya Mbiti, TASAF pia imejenga nyumba ya kuishi watumishi wa zahanati ya mtaa wa Imalilo. Ukosefu wa nyumba ya watumishi wa zahanati hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa katika upatikanaji wa huduma za afya baada ya saa za kazi. Nyumba hiyo yenye pande mbili za kuishi iko katika hatua za mwisho kabisa na itaanza kutumika hivi karibuni. Kama ilivyo kwa Mbiti, nyumba hiyo itafanya huduma za afya katika mtaa wa Imalilo kutolewa muda wote bila kujali muda wa kazi au la. TASAF pia imejenga miundombinu mbalimbali ili kuboresha elimu katika wilaya za Bariadi na Meatu ili kuweka mazingira mazuri kwa wanafunzi na walimu. Kwenye kijiji cha Bubale, halmashauri ya wilaya ya Bariadi, TASAF kwa kushirikiana na wakazi wa kijiji hicho kwa ufadhili wa OPEC Fund imewezesha ujenzi wa miundombinu ya muhimu katika shule ya sekondari ya Nkololo. Toka kuanzishwa kwa shule hiyo, wanafunzi hawakuwa na sehemu maalum kwa ajili ya kujisomea na pia walikuwa na uhaba wa vitabu. Wanafunzi walitumia vitabu vichache vilivyopo kwa zamu, hivyo kukosa muda wa kusoma kwa ufasaha. Awali, kabla ya mradi huu, shule yetu haikuwa na maktaba. Wanafunzi walikuwa wanapata shida sana mahala pa kujisomea. Wakati mwingine walilazimika kujisomea madarasani ambako sio sehemu rafiki sana kwa maana ya private studies. Kwa sasa, baada ya mradi huu kukamilika, wanafunzi wamepata nafasi ya kujisomea vizuri kwa utulivu na tumeanza kuona improvement hasa katika academic performance ya watoto imeongezeka maradufu. Kujengwa kwa jengo hili la maktaba na kuwepo kwa vitabu vya kutosha kutasababisha wanafunzi wapate muda wa kutosha kusoma, kupata vitabu wanavyohitaji na pia kuwa na mazingira mazuri ya kusomea. Kabla ya kuwepo kwa hii maktaba, tulikuwa tunapata changamoto mbalimbali. Mojawapo ni upotevu wa vitabu. Wanafunzi walikuwa wanaazima vitabu kwa mwalimu. Kikipotea vitabu ndio vinazidi kupungua hivyo. Lakini pia maktaba hii kwa kuwa sasa hivi ishakuwepo, tutapata nafasi zaidi ya kusoma na kuweza kuelewa, maana huku kuna utulivu wa kutosha. Wanafunzi watakao kuwa wanakuja huku vitabu haviwezi kupotea kirahisi. Kwa nini? Kwa sababu atakuwa anachukua kitabu, anamaliza kusoma, anakirudisha. Pia TASAF imejenga mabweni mawili shuleni hapo kwa ajili ya wasichana na wavulana. Moja mabweni hayo lipo kwenye hatua za mwisho kabisa na litaanza kutumika hivi karibuni, wakati jingine linaendelea kujengwa. Mabweni hayo yataleta mapinduzi makubwa shuleni hapo kwa kuwapa wanafunzi fursa ya kuishi karibu na shule, kupata muda wa kutosha wa kusoma, kuwepo kwa mazingira salama na sahihi ya kusomea na pia kuishi kama jamii moja ili kuandaa kwa maisha yao ya baadaye watakapomaliza masomo yao. Hii ni shule ya sekondari Simiyu, halmashauri ya mji wa Bariadi, sehemu ambayo wanafunzi wanapata elimu na maarifa yatakayowasaidia kwenye maisha yao yajayo. Tupo hapa kujionea jengo jipya la utawala. Jengo hili ni matunda ya ushirikiano kati ya TASAF, OPEC Fund na wanajamii. Walimu wa shule hii wamekuwa wakifanya kazi kwa bidii na weledi mkubwa, wakati huo huo wakikabiliana na changamoto ya kutokuwa na sehemu muafaka ya kufanya kazi zao, kama vile maandalizi ya masomo, kusahihisha kazi mbalimbali za wanafunzi na sehemu ya maongezi ya faragha kati ya walimu na wanafunzi au wazazi. Kabla hatujapata kujengewa jengo letu la utawala na TASAF, kwa kifupi tulikuwa tunatumia jengo la kidato cha kwanza darasa kama jengo la staff room. Kwa walimu tulikuwa tunafanya kazi zetu
darasani, lakini pia chini ya miti. Lakini baada ya TASAF kutupatia jengo la utawala, basi sasa hivi tunakuwa tunafanya shughuli zetu zote ofisini. Kwa mara nyingine, TASAF, OPEC Fund na wanajamii waliunganisha nguvu zao na ujenzi wa jengo la utawala ulifanywa. Jengo hili la kisasa litawezesha walimu kuwa na mazingira mahususi ya kufanya kazi zao za ufundishaji na pia za kiutawala ambazo awali ilikuwa zinafanywa katika mazingira magumu, ambapo sasa walimu watakuwa na muda wa kuzingatia lengo lao kubwa ambalo ni kutoa elimu bora. Shule ya sekondari Imalaseko iliyoko kijiji cha Imalaseko katika halmashauri ya wilaya ya Meatu ni taasisi muhimu kwa wakazi wa kijiji hicho na maeneo ya karibu, kwani hutoa elimu kwa watoto wa maeneo hayo. Hata hivyo, wanafunzi wengi wanaotoka mbali na maeneo ya shule hiyo walilazimika kutembea umbali mrefu kwenda shule na kurudi nyumbani kila siku. Changamoto hiyo ilisababisha wanafunzi kupoteza muda mwingi njiani na pia kuhatarisha maisha yao na kusababisha utoro, hasa kwa wanafunzi wa kike. Leo hii adha hiyo kwa watoto wa kike imepata suluhisho baada ya TASAF kwa ufadhili wa OPEC Fund kujenga bweni la wasichana shuleni hapo. Tunashukuru TASAF kwa kutujengea bweni. Sasa hivi tunakaa bweni, hatuna tena shida ya kurudi nyumbani. Tunakaa, tunasoma, tunapata muda mwingi wa kujisomea. Hii itatusababishia tufikie malengo yetu tuliyokusudia. Mimi hapa nina ndoto ya kuwa daktari. Naona ndoto yangu inaenda sasa kutimia kwa sababu nipo karibu hapa, napata muda mwingi wa kujisomea. Lakini pale ambapo bweni lilikuwa bado halijajengwa, tulikuwa tunatembea umbali wa kilomita 5. Kwa hiyo umbali wa kutembea nilikuwa natumia umbali mwingi sana. Bweni hilo jipya na la kisasa linafanya mazingira ya kuishi kwa wasichana kuwa bora na salama, kupunguza utoro, kuwapa wasichana muda wa kutosha kusoma na kuondolea usumbufu wa safari ndefu za kila siku. Pia kwa kuishi pamoja, wasichana hawa wanajifunza kushirikiana katika masomo na maisha kwa ujumla. Kuwepo kwa bweni hilo ni faida kubwa kwa wanafunzi wa kike, kwani wataweza kuzingatia mambo muhimu wanayopaswa kufanya ambayo ni masomo na pia kushiriki mambo mbalimbali ya kijamii shuleni hapo. Kwa miaka mingi, wakazi wa kijiji cha Buganza katika halmashauri ya wilaya ya Meatu walikabiliwa na changamoto kubwa ya mawasiliano kati ya kijiji hicho na sehemu nyingine. Changamoto hiyo ilitokana na mto ambao unakatiza katikati ya kijiji hicho, ambao hujaa maji kipindi cha mvua na kusababisha kukatika kwa mawasiliano kati ya kijiji cha Buganza na kwingineko. Ili kukabiliana na hali hiyo, TASAF kwa uwezeshaji wa OPEC Fund walishirikiana na wakazi wa Buganza kujenga daraja ambalo liliwezesha wakazi wa Buganza kuunganishwa na maeneo mengine ambayo yalikuwa hayafikiki wakati wa kipindi cha masika. Kiuchumi, wananchi walikuwa wanashindwa kupitisha mazao yao kwa ajili ya kwenda kuuza na kuweza kupata mahitaji yao, lakini pia kwa upande wa elimu, wanafunzi walikuwa wanashindwa kupita kwa maana ya kuvuka kwenda shule. Akina mama wajawazito walikuwa wanafeli, walikuwa wanazalia humu pembeni kwa ajili ya mto kujaa wakati wa kwenda kujifungua kule hospitali. Lakini baada ya kujengwa hili daraja, sasa hivi akina mama wanahudhuria kliniki, wanazalia hospitali, kwa hakuna shida yoyote ile. Wanajamii wa Buganza walitoa mchango mkubwa kwenye ujenzi wa daraja hilo kwa kuchangia sehemu ya vifaa vya ujenzi na pia kushiriki ujenzi wenyewe kama vibarua kupitia mpango wa TASAF wa ajira za muda ambao unalenga kupunguza umasikini wa kaya. Kumalizika kwa daraja hilo kumeleta mabadiliko makubwa ambapo mawasiliano kati ya kijiji cha Buganza na maeneo mengine yatawezekana kwa muda wote na kuwezesha wakazi hao kuendesha maisha yao kwa urahisi, iwe ni wanafunzi kwenda shule, wagonjwa kuweza kwenda kwenye vituo vya afya kupata huduma za afya kwa wakati, na wakulima kuweza kusafirisha mazao yao kwenda sokoni. Miradi ya TASAF mkoani Simiyu imeleta mabadiliko makubwa kwenye maisha ya kila siku ya wakazi wa mkoa huo na pia
imeonyesha kwamba ushirikishwaji wa wananchi kwenye maamuzi na utekelezaji wa miradi inayowahusu huleta hamasa ya kushiriki na kubadili maisha yao. TASAF, mfuko wa maendeleo ya jamii. TASAF.